kabla ujiangalia Captain America Brave New World ya mwaka huu 2025, ni muhimu kaangalia hivi vitu vitatu kwanza. Cha kwanza, tafuta movie inaitwa The Incredible Hulk, iangalie, ielewe. Cha pili, tafuta movie inaitwa The Eternals, iangalie, uielewe. Na cha tatu, tafuta series inaitwa Falcon and Winter Soldier. Hizi ni kazi tatu ambazo unapaswa uzifahamu, kwa sababu ndizo zinakuja kukuletea kufahamisha kuna vitu vipo kama vilivyo kwenye hii movie ya sasa ya Captain America The Brave New World. So ni filamu ambayo ipo na imektiwa mainly na Anthony Mackie kama Captain America mpya, Sam Wilson. Ukiangalia ile series ya Falcon and Winter Soldier utaelewa kwamba ilikuwaje mpaka akapewa shield na Steve Rogers na vitu kama hivyo. Anajikuta yupo kwenye wakati mgumu baada ya hii sasa ni post Avengers game time, sio? Kwa hiyo kuna tension ya kisiasa inaendelea kati ya Marekani, Japan na nchi tofauti kuhusiana na madini tofauti mapya, hasa adamantium. Yeah. Adamantium ambayo yamegundulika kwenye bahari kutokana na kile kiumbe ambacho kilikuwa kinataka kifanye kitoke na bahari. Ukiangalia The Eternals utakumbuka hicho kitu. So ni Sam anajaribu kufanya kazi na Rais Ross, President Ross, ambaye alikuwa general before, na humu ndani Harrison Ford ameigiza hii role. Lakini mambo hayaendi kama ilivyokuwa kwa sababu Isaiah Thomas na wengine wanatumika vibaya, na mwisho siku kuna tokea tension kubwa sana kati ya Japan na Marekani, ambapo mwisho siku ilikuwa inasababisha tokea vita nyingine kubwa. Lakini Sam Wilson yeye kama Captain America pamoja na New Falcon, yule jamaa wanajaribu kuingilia kati, yeye pamoja na watu wengine, pamoja na watu wengine, msiku kugundua nani yuko behind the scene ya anayesababisha hivi vitu vikaa hivyo, na msiku wanaweza kutaitisha kila kitu mpaka movie inapokwisha. Ni movie ambayo naweza nikasema cast yake imefanya kazi nzuri sana. Anthony Mackie ameperform vizuri sana ndani. Ilikuwa ni movie yake ya kwanza as a Captain America na amefanyia kazi vizuri, by the way. No offense. Amefanya vizuri sana kwenye action, kwenye as a leader kwa Falcon na wengine. Ameonyesha ule ukomavu na kwamba anaweza kaicheza hiyo role vizuri. Kuna time alikuwa na zile doubts ambazo hata sisi tunazo, like okay, huyu sio superhuman, kajichukue ile sera, ataweza kweli? Na hicho ndio kitu ambacho mimi pia kimeonyesha ndani, akiwa anajiuliza, na msiku performance yake inatuonyesha kwamba yes, he can be a very good Captain America. Na watu wengine ambao wameperform, dia Carlos Esposito, Harrison Ford, wote wameperform vizuri sana ndani. Very amazing cast ambao wamejisuka vizuri. Nadhani issue ya kurudia kushoot na mambo tofauti ambayo yametokea katikati ya hii movie ile ambayo inasababisha kidogo vitu visieleweke na vitu kama hivyo. Moja kitu ambacho binafsi kimenifanya nione kwa nini watu wengi na hata mimi pia nimeona like sijawa satisfied na hii movie ni promo ambao waliipa kupitia kwa Red Hulk, kwamba yule Hulk mwekundu walimpa promo sana kwenye covers, kwenye posters, kwenye trailer, kwenye kila kitu kilichokuwa kinatangazwa. We all knew it's going to be Captain America against the Red Hulk. Now kwa sababu tumeshamfahamu yule Hulk, the Green Hulk, mziki wake, so we expected to see more of Captain America against the Red Hulk. Lakini mwisho siku imechukua dakika 4 mpaka 5 tu Red Hulk kuonekana pale screen, which is very disappointing to be honest, especially kama umepiga promo like that, umepiga promo kubwa. Mwisho siku tunakuja kugundua the villain sio the Red Hulk, and dakika chache we needed more. Binafsi I needed more of the Red Hulk. I needed to see more action ya Red Hulk kwa sababu umempromote sana, umemhype sana, so they give me more of it. So I think hiyo ni issue moja ya msingi sana. Cha ajabu kingine ambacho nikiona nilipenda kumuona Bucky in the Winter Soldier, lakini in this time ni kama vile amekuja kwenye scene ambayo sikuitegemea. Amekuja kumuona pale Falcon ameumizwa, yuko hospitali, then Sam yuko pale nje anasubiria surgery iweze kufanyika, then Bucky anakuja anamwangalia, wanafarijiana pale kwamba yeye itingie good captain na nini vitu kama hivyo, and then naambiwa kwamba Bucky anagombea congressman, ni kama uwakilishi wa wananchi, like ubunge, and I'm like, are you serious? How? Yani within 2 years, kwa sababu kuna kwenye timeline ni kama 2 years imepita tangu the Falcon and Winter Soldier series, so I'm like, what the hell happened in those 2 years nizofanya Louis Bucky aweze kukubalika na wa Marekani aweze kugombea congressman? So I have a lot of question on that too. Kijuni hakukuwa na plot twists kwenye hii movie. It was very direct, I would say, and
nadhani vitu vingi vilishaonekana kwenye trailer. So ukiachana na kumfahamu Dr. Stane kama ndiye alikuwa behind, vingine vyote vilikuwa tumeshaonekana kwenye trailer. Reinhardt tulikuwa tumeshamwona kwenye trailer. Wa Isaiah tulikuwa tumeshamwona kwenye trailer. Zile fights tulikuwa tumeshaziona kwenye trailer. So nikawa vile walimaliza everything kwenye zile trailer mbili au tatu zilizo before the movie. Or I think trailer moja ingetosha, and then wangemfeature Red Hulk, ingekuwa like a surprise. Tumeingia kwenye movie and then that's when we see the president that turned into a Red Hulk. Woo, that would have been a moment ambao watu ndani ya cinema wangeinuka na kushangilia, like, yeah, it's stuff like that. But guess what? We all knew that, and boom, that's it. Kingine ambacho kimekuwa disappointing kwangu ni the villains, Dr. Stane. Kwenye hii movie alipokuwa portrayed hatishi kusema kweli. Yani mimi napenda Marvel kwa sababu wana concept tofauti za villain ambao wanakuwa ni attack. Unajua ukiambiwa Thanos baadaye, unajua yeah man. Lakini ndani hatujaonyeshwa sana Dr. Stane how threat he is, to be honest. Muda mwingi anaongea tu calculate possibilities, and by the way he was wrong. Alisema kuna 89 chance Captain America to give up baada ya kisha Isaiah amekamatwa yule old soldier. Lakini you see Captain America can prove wrong na akarudi bila sana kama no, you are wrong. Kwa calculations zako ziko wrong. So the villain ambaye tunakuwa portrayed kwa kwamba as a smart genius and the guy can calculate possibilities, and mwisho siku ana fail kwenye just those simple things. Come on man, I needed more than that. Hakuwa a threat, to be honest, to me. The villain was not a threat to me. Kingine ambacho nimekifeel kwenye movie ni kwa sisi ambao tumemzoea Sam Wilson as a Falcon, hatujapata zile vibes za Sam Wilson as a Captain more. Ni kama vile tuko na alikuwa kwa sisi ambao tumeona kama vile kuna Falcon vibes nyingi zaidi kuliko Captain zaidi. But I think tunapaswa kumpa muda. I think baada ya kwenda kutengeneza kuunganisha sasa kuunda kundi la Avengers again, I think tutaweza kumuona akiwa kiongozi mzuri sana kwa hao wengine atakaochagua na mshiriki kwa mbele. Kwa sababu ameambiwa ana mpango wake wa kusaidia ku assemble Avengers. So I think it's going to be good huko tunapoendelea, lakini so far kwenye movie nimeona Falcon vibes. The way ana fight sijaona huyo Captain that most, lakini fights zile as a Falcon, ana mbawa bado iko na suit yake and bado na zile drones, and so ambazo zinanipa vibes za Falcon, to be honest, and not Captain America. So it was like the major or the senior Falcon anafanya kazi na the junior Falcon. Those kind of vibes. Ukiangalia movie za Marvel, baada ya movie kuisha huwa kuna kitu kinaitwa post credit scenes. Kwa maandishi yamepanda, huwa wana to introduce something kupitia wanaweka ka scene fulani ambao kana kuonyesha movie inayofuatia what's gonna happen, what's gonna happen in the future. Let me tell you guys, kwa mara ya kwanza nimeona a useless, a boring post credit scene kwenye movie. I don't know why. Yani, no, let me tell you guys. Can you imagine tutoka kwenye zile era ambazo unamuona kabisa post credit scene ya unamuona Thanos anasema okay, I'm gonna do it myself, and then it's gonna cut that, and then you know like the next Avengers they're gonna deal with Thanos himself, right? And now it's almost doing, the other words are coming. Bro, it was too simple, to be honest, and I didn't like the post credit scene. So I believe kuna vitu vingi vingeweza kufanyika vizuri kwenye movie. Ni movie fulani ya kawaida. Kwa mtu ambaye unategemea quality kubwa ya The Winter Soldier au ya Civil War, then hii movie you'll be very disappointed. Unaweza kutoka ipa 2 ya 10 au 3 ya 10. Lakini kwa mtu ambaye unakuja kuiangalia movie with a fresh perspective, kwamba okay, this is a new era ambayo the Black Captain America ameenda kuianza, and I think then you unaweza kuenjoy more na kufanya vizuri. Most of the time ni dialogues, actions ziko mbili tatu chache sana, lakini most of the time ni maneno, not a villain mwenyewe na maneno. So that's it. Binafsi naipa 6 ya 10, and itafuta uangalie uenjoy. Kama utaenjoy pia, it's okay with me, it's okay with you too. So that's it. Kama uliangalia movie ambazo hasifanya vizuri kwa mwaka 2024, nimekuwekea hapo, bonyeza uziangalie. Lakini pia kama haujaangalia review na recap zangu zilizopita, nimekuwekea link hapo.
bonyeza hapo, playlist iko hapo, utaziangalia zote, utazienjoy pia za move tofauti tofauti, nyaka tofauti tofauti ambazo tunafanya. Thank you so much for your time. Hakikisha subscribe na like na share video pia kwa watu wengine wengi. Thank you so much. Uja Modern Flex.